at least kwenye press conference tutaona vitu special. Mfano kwa kuhug. Kisi ya moja kwa moja kama tunasema Burundi Bizu Central. Kwa kuvisha kama pete ya uchumba. Kitu gani hasa ambacho Warundi tutegemee kama shauku ya Mr. Champagne ili watu waelewe kabisa kama Champagne amefika? Acha mimi nijibie. Sasa mweko ya pote kusikia na bagasi na mpenda na mie amkusikia Okay. Ni kitu gani hasa kinyume na urafiki kwako wewe una muonekano labda mkiendelea Mr. Champagne mwishoni ni nini? Mtafikia wapi? Asante. Jumla tupige makofi kwa pamoja. Kajala Masanja. Karibu. Champagne, heshima kwako kwanza. Ahlan wa sahlan, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu alaykum wa Kristo. Jambo sana kwa sababu pasikia best voice tunapata Nikube Drama. Inasemekana inasemekana drama. Asante na shukrani umesha subscribe to YouTube channel yangu inaandikwa ni Buja Town TV. Hapa tukiangalia hapa tunaona ni welcome Kajala Kajala welcome to Burundi. Ni kama tunakuja kumpokea Kajala Masanja. Sio peke yake, tunaletea baadhi ya vitu vingi. Inabidi twende moja kwa moja huko. Yaani kusema kwamba Kajala ndio hivyo wanavyoongea ni kwamba anapokelewa na waandishi wa habari tofauti. Hapa nikisema kwamba tunakuja kuona utafauti wa Mr. Champagne. Kukwambia hivyo inabidi we update kwa vitu tofauti ama kwa vionjo tofauti. Kwamba ni yale Kajala anapewa maua. Baba Paula huyo. Kajala karibu tena. Asante. Mama matatu ambao unajivunia kuona walikupokea hivi na shangwe na vigeregere mamangu. Yaani nimefurahi sana. Ulitegemea kama itakuwa hivi leo? Hapana, sikutegemea. Ni kitu gani ambacho ulitegemea kama kitakuwa kama surprise na kilifanyika siku ya leo kwa Mr. Champagne? Nimefurahi kumuona. Okay. Kwa sababu siku zote tunaonana tu kwenye mitandao ya kijamii lakini leo ndio tumeonana face to face. Kwa swali moja tu ambalo nataka nikuulize, mara ya kwanza unapostia Mr. Champagne kusema anampenda Kajala, umejisikiaje? Kisha tuelekee pengine huko. Nilijisikia vizuri kwa sababu ameonyesha hisia zake. Utamzuia binadamu kuonyesha hisia zake? Hapana. Watu wanatambua kama mwingine akionyesha hisia zake utakuwa karibu tayari kukubaliana naye. Hayo inategemeana na mapenzi ya Mungu, lakini mimi nafurahi sana na nampenda sana. Nikube drama. Ndugu mtazamaji, ni kwamba mnaweza kusikia live kabisa Kajala anasema anampenda sana Mr. Champagne. Ni live kabisa ni live kabisa anaanza kujisemea kwamba anampenda sana Mr. Champagne. Ila live Kajala anajisemea peke yake Mr. Champagne kwa shangwe na vigeregere. Hapo usimo jamaa na vimba Champagne. Umesikia? Umesikia hizo zungumzo? Champagne sana. kidogo. Nimefurahi sana kuwepo hapa. Ndio. Burundi is my second home. So nimefurahi. Nadhani nitakuja zaidi na zaidi. Asante sana karibu Kajala. Sasa tukampokea Mr. Champagne swena kusikia anasemaje. Mungu bien. Tuko bien. Amahoro. Okay. Tuko hapa juu ya event ya kesho. Tutaenjoy ni siku ya wanawake. Pia tulipendelea kuenjoy na dada yetu Kajala. Kajala kwanza ni mwanamke mzuri, mpige kwa makofi. Pia tupigie makofi Citizen Kona, boss wa Citizen Davis. Unajua leo mie kwanza acha niseme kiufupi kwanza. Mimi nafurahi sana. Ilikuwa ndoto yangu mimi kumuona Kajala live na leo nimeona live na mpenda ya ajabu. Sio ibakilie kama Mr. Champagne anaongea kwa mitandao sijui nini na isema hapa mbele yake anisikia, munipige na makofi. Nampenda Kajala sana, ni mwanamke mzuri, yana kizazi kizuri sana.
pia kucheka kwake tu unaona hautayaka anasirika wala asiriki. Alafu msimuulize maswali mengi sana. Ana tabia ya kuongea. Unaona sio msemaji sana. Alafu yuko na roho nzuri sana. Kesho tunahitaji watu wote mkuje pale kusupport. Ni kitu kikubwa sana na pia itakuwa ni maendeleo sana hapa Burundi kwa kuona Citizen Corner imesaidia inafikisha Kajala mpaka hapa Burundi na tunaenjoy naye, itakuwa poa zaidi. Naona leo watangazaji Mungu wote tunaona kamera zote ziko waziwazi, mkamate mavideo tukitoka hapa mziposti, msiogopi, mchie fasi yote. Sina mengi ya kuongea, kikubwa ni kwamba nimetoa nyimbo ya kwanza ya Kajala mlisikia, nikatoa nyimbo ya pili ya Kajala na wenye wako wanasema ndio nitoka tena nikasema bakasema baseme tena. Kajala amekuja iko Burundi hivi watasema nyaraka ya kusema na wakiendelea kusema natoa nyimbo ya tatu tena. Sitaki kuongea mengi zaidi, kama kuna maswali mnaweza mkauliza, tunaendelea na ibada. Asante sana hata Mr. Champagne, umeweza kutueleza kila kitu hizi kiko kwa siku ya kesho, mambo yatakuwa mazuri sana kabisa. Tunaweza tukapokea swali la kwanza kutoka Isaac TV. Naona TV zote zimekuja hapa. Isaac TV, unaweza ukauliza swali la kwanza kuu. Kwanza karibu sana Ida Kajala. Masanja. Asante. Burundi ni mara kama ya pili unafika? Yes. Okay, mara ya kwanza upoonekana kujua la sababu. Lakini mara ya pili umekuja Burundi, unategemea nini haswa ambacho labda hujawahi kuona? Kitu gani ambacho una hamu nacho zaidi? Mara ya kwanza umekuja sawa, wewe ulifanya muda mdogo sana Burundi. Sasa umerudi. Kitu gani ambacho unasema Champagne? Lakini mtoke Burundi. Sijafanya hivi, sijaona hivi, sijaona huyu, sijafanya hivi. Ndio swali langu. Asante sana Isaac Classic. Ile microphone Mr. Champagne. Asante sana. Na tamani kutembea Burundi yote kuona mazingira, uzuri wake. Nadhani Citizen Corner watalifanya hilo kwa sababu wamenitoa Tanzania kunileta hapa, kwa hiyo watafanya ni enjoy na yani nifurahie Burundi. Yeah. Kwa nini huko mtu wa media sana? Kwa nini huko Kajala sio msichana wa media sana? Kwa nini huko nikali kwenye maisha sana au nikali kwenye mambo? Kwa nini? Yes, ni kweli siwezi kusema kwamba sipendi. Yaani mara nyingi sana na kwa mimi sio mtu wa kuongea sana. Kwa hiyo yani zikitokea interview, unajua interview nyingi kama hapo unaona kamera zimekaa hivi nyingi, kuna mambo ya kujikanyaga. Unaweza kuongea kitu baadaye unakuja kujiona unasema aya, kwa nini niongea vile? Kwa hiyo ninakuaga nakwepa sana. Lakini sio kama hivyo bora mmeniita nimekuja. Yeah. Kumalizia kabisa ili niwaache wenzangu waulize maswali. Leo uko Burundi na tunahitaji kusikia hisia zako au tueleze vizuri hisia zako. Mara kwanza nilipogundua Burundi kuna msanii star kama Mr. Champagne anakupenda. Kila siku analia mtandaoni. Sasa leo umemwona live. Ile haijakosa. Ile swali haijakosa. Majibu kwa Kajala. Anasemaje juu ya Champagne? Champagne anakupenda for real. Hapana kuigiza. Sasa Kajala yuko vipi kwa hizo baba? Kama nilivyosema pale airport, huwezi kumzuia mtu kuonyesha hisia zake akiwa anampenda mtu. Ndio. Kwa mara kwanza namuona Champagne anaongea, mimi nilikuwa nachukulia tu ya hivyo. Kwa hiyo nikaa namwangalia, yani watu wananitumia clip naangalia, then baadaye ilipoendelea ilipoona sana inaendelea, nikasema yani why not, hata kama yani chochote kitakuja kutokea, maybe we can be friends. Watu unaweza kufanya vitu vingi, maana nikamfollow back, then tunaongea, tuna chat WhatsApp, yani so he's a good friend. Thank you.
Unasikia tunaongea Asante sana Isaac Classic kutoka PJ Classic FM kutoka Isaac TV ameweza kuuliza maswali mazuri sana na Mr. Champagne amefurahi kwa swali la mwisho. Afurahi sana. Tunaweza tukaendelea na maswali naona kutoka Hitop TV. Of course. Hitop TV tunaomba swali leo. Alvin Kushi kutoka Hitop TV. Karibu sana Kajala katika nchi yetu nzuri Burundi. Naona ukishafika hapa Burundi kunakuwa na aina fulani ya muonekano mzuri. Ndio maana hata Mr. Champagne nilipofika airport alifurahi sana. Champagne tunafurahi sana kwa kuona umeweza kutuletea Kajala live. Tulikuwa tukiziona sana video Kajala lakini ndio hiki tunaona live. Acha niongelee katika Women's Day party itakayokuwa katika siku ya kesho. Mila na desturi ya Warundi sana zaidi katika siku ile kuu ya wakina mama. Warundi kuna nguo fulani mtu anapenda kusema kama kwembe zile mkutano mkironi. Kwa muonekano wa Kajala yatafikia vipi Warundi wamsubirie vipi kumuona vipi kwa muonekano wake? Hiyo itakuwa surprise. Wataniona kesho. Yeah. Asante sana Alvin Gucci kwa swali vizuri sana. Tunaweza tukaelekeza lingine swali kutoka Star TV. Star TV kwa Star Boy Bashir. Karibu sana Bashir. Uweze kuuliza swali. Tuweze kuendelea na mambo. Lakini naona Star Boy haiko tayari. Jumla tupige makofi kwa pamoja. Kajala Masanja. Karibu. Champagne, heshima kwako kwanza. Kitu kimoja naitwa Kube Drama. Nakuwa nafanya kazi ndani ya Buja Town TV. Kwa leo niseme kwamba ndo habari ya mjini. Kikubwa niseme Kajala sio msanii, ni muigizaji. Hakuja Burundi kwa kuigiza wala kwa kuimba. Samani kwa swali ambao nataka niongee lakini sitogusia sana kivile. Back in days ulikuja na Brother Harmonize kama Konde Boy. Hakuonekana sana kwenye press conference kama kutambulisha kama hivyo. Lakini mitandaoni tumeona sana Brother Champagne kila mara post Kajala nampenda sana. Kajala nampenda sana. Watu tumetegemea kwamba leo at least kwenye press conference tutaona vitu special. Mfano kwa kuhug kisi ya moja kwa moja kama tunasema Burundi Bizu Central kwa kuvisha kama pete ya uchumba. Kitu gani hasa ambacho Warundi tutegemee kama shauku ya Mr. Champagne ili watu waelewe kabisa kama Champagne amefika? Acha mimi nijibie. Sasa mweko ya pote kusikia na bagasi na kupenda na mimi amkusikia Okay. Sasa nisikie sasa. Unaweza kugoma unaweza ukampenda mtu sio kumaanisha unapendana na mtu like ndio. Okay. Na ukionyesha hisia zako inatokana sasa na muda, si ndio? Au utasema sasa jo Champagne anapenda Kajala, pale Kajala kile anasema okay sawa tunaanza pendana. Haiwezekani, si ndio? Okay. Sasa kiufupi mimi naweza nikasema kwamba mupatie muda. Asante sana. Mtupatie muda, mwende mnatufuatilia polepole. Okay. Itakuwa tu fresh. Okay. Si ndio? Sawa. Swali la mwisho nielekezee kwa dada yetu mpendwa Kajala. Kwa maana kama sote tuko hapa ni kwa sababu yake. Ni kitu gani hasa kinyume na urafiki kwako wewe una muonekano labda mkiendelea Mr. Champagne mwishoni ni nini? Mtafikia wapi? Asante. No, ni maswali yanalenga fasi mbili Champagne. Kwako tayari umeshajibia, nimsikie na kwa Kajala. Sababu unajua Kajala amezungumza Mungu kila mtu ana pendekezo lake. Labda wewe unamchukua kama rafiki, Kajala anakuchukua kama mpenzi. Aidha Kajala anakuchukua kama mpenzi, unamchukua kama rafiki. Ndio maana mpendaji sana ni mwanamke. Tumsikie Kajala tafadhali. Kama nilivyosema, huwezi kumzuia mtu kuonyesha hisia zake. Kwa hiyo Champagne anasema ananipenda mimi. Like wewe kwako unamchukuliaje Champagne? Siwezi kukwambia namchukuliaje. Hiyo ni siri yangu. Lakini mimi nakwambia is a good friend to me na uko mbeleni tunaweza tukawa hata business partner. Yani yote tegemea. Yes. Swali moja tu sio swali, ni kama kaneno kutoka moja tu ambayo tumekuwa tunakutumia sana airport. Kuna jina fulani ambalo tulikuwa tunasema kwamba ni Papa Paula
Nadhani watangazaji wengi tulikaelewa sana. Papa Paula. Tuseme inshallah au inshallah tusizungumze. Una mambo sana. Bon, tunasote page. Swali lingine. Asante sana kwa maswali. Tunaweza tukapokea swali kutoka kwa mzee huyu hapa iko mbele hapa. Kwanza karibu sana katika nchi yetu ya Burundi. Salama. Yeah. Swala ambalo nilikuwa nayo mawili au matatu. Ya kwanza kwa sababu kusikia mtu akimsikia Kajala amsikie kama ni kwa nyakati. Ni dada mmoja mstaarabu, pole, napenda kufanya kazi, napenda kufahamiana na watu. Ni mama wa mtoto mmoja, napenda familia, nampenda Mungu. Yes. Asante. Kajala tumemwona katika mtandao kufanya sana ya mzee pale Mr. Shafari Mr. Asma. Hivi lakini mwishowe amejibalisha sababu kwa kila mda mambo ya vibes, lakini leo tunapoona face to face live tuna imani kuna vingi ambavyo mmevipanga mmeviandaa huko mbele katika maisha yetu, ila huku sisi kama wananchi hatujua kama kuna vibe gani ambayo katikati yenu hapo ni watu wa kwa wazi. Lazima kuwa wazi kidogo japo dakika 5 au dakika 2 ukawa wazi mbele ya watangazaji na watu ambao wanatazama hapa ili waweze kufunguka. Aisha sema tu tunaongea kwa WhatsApp. Okay, sasa baki tunataka sasa WhatsApp tunaongea tunaongea. Unajua kumitandao hapa mbele ya watangazaji kuna maswali mengine mtauzo katibia juu ya kuevite naona maneno ya watu. Sio kila mtu ambaye anakufollow eti anakupenda. Yeah, kuna mtu anakufollow anakusubiri kwa kitu kidogo tu baadaye aanze ongea mambo mengi unajua. Kajala shafika iko hapa. Mungetuliza maswali pia ya event hii inaendelea. Kama kile wanauliza maswali pia Kajala champagne. Tushafika tu kwa. Simatoni. Kajala mwanamke mzuri sana. Umpige kwa makofi tena. Mutulize kwa maswali kwanza ya event. Asante sana Mr. Champagne. Ni ule muda sasa wa kuuliza maswali ya udaku tunatana nayo. Tunaenda moja kwa moja kwa maswali ya kuhusiana na Women's Day Party. Kwa siku hii ya leo tunaweza tukapokea wengine mwandishi wa habari kutoka Ndungi TV, unaweza kauliza swali. Karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa Allen, niko hapa kama Ndungi TV ama Radio Show. Ningependa kuuliza Women's Day Party. Ni Citizen Corner nimeweza kueleza Kajala si mbaya kusema kumbe, lakini ni mwanadada hivi mstaarabu alivyosema mwenyewe na aliyetambulika sana kwa mitandao ya kijamii kama mcheza sinema, kama mpenzi wa Konde, kama kipenzi cha roho cha Mr. Champagne, lakini Champagne alibahatika kuwa kingi wa Kajala, lakini sasa hivi ni marafiki kwa sababu best friend anaweza kuwa pia mpenzi. Mimi nataka niulize kuhusiana na nafasi. Kwa nini Kajala? Nimetegemea nini? Nataka kuwapa mwingi mashabiki wa burudani. Swali la kwanza. Hilo ndio tatizo kama niendelee. Acha jibu kwanza. Asante. Nashukuru kwa wote kwa kuja support hii inaitwa kama support. Nasema asante sana kwa kuja support hii kitu ya kwanza. Alafu kitu ya pili, Citizen Corner event ambayo imeanza kutoka kitambo. Na idea ya kuleta Kajala haikuwa leo. Sijui kama mnakumbuka Golden Fashion Party ya mwaka jana. Sijui kama wote wanakumbuka Golden Fashion Party ya mwaka jana. Tulikuwa tunamwalika ndugu yetu Konde apite kwa kwao. Na wengi fans wetu wale ambao wanafuatilia sisi kwa event walikuwa wanategemea sana Golden Fashion. Sasa kipindi kile sisi na mapate na ambao wameleta organize hapa ilikuwa kama lakini tulikuwa tumeshamaliza mambo yetu kila kitu kulipa nini kila kitu. Hiyo ni masuala ya ndani. Sasa nikasema kwa hizi kipindi kile mambo imepita inavyopita, kasema huyu mwaka inabidi tufurahishe wadada wetu ambao walikuwa na shida moja na Kajala. Kupitia connection ya Mr. Champagne kama ndugu, rafiki na
hapo chini ya uongozi wetu, akasema ndio hiki kitu tunapaswa kufanya kufikishe ulengo ule inapaswa kufika. Sikuwa pale kwa safari, akasema sawa, ina shida, tutaongea na dada na mimi mimi sasa tuone tunafanya hivi. Kwa nini tunataka dada wengine wana shida kama picha naye, kuonana naye, sio kufanya pamoja naye, sababu wao mara nyingi tu wana shida naye. Hata sisi pia tuko na shida na yeye, lakini wadada ndio wana shida na ndugu yao mwanamke. Sio kama ni wajibu vizuri. Hapo tunaelewa kidogo. Ni swali kama hilo. Mnamleta daktari. Ndugu yenu yuko chini ya uongozi, mtafanya kazi naye sana. Ndio mtashambani. Inaonekana Tanzania kutambulisha album yake na ndio kupata kuonana naye. Ndio. Wengi wao wakadhani kwamba labda ni mapenzi ama ni kushiriki kwenye mitandao ili mambo yaendelee kuwa poa. Ni influencer mkubwa sana na followers wengi ni mpongezi, lakini Kajala ni kwanza nichukue utafaidika nini? Wale wakina mama ambao watakuja kusherehekea, je, mnakubaliana na wao ama mnakubaliana na mioyo yenu kama mtaingiza kiwango ambacho mlitoa? Hiyo swali sio swali ya kujibu hapa. Hiyo swali ni swali ya ndani. Hiyo ni swali ya ndani. Na kuhusu Kajala na Champagne, hiyo hatuwezi tukaingilia. Viva baniulize mimi. Asante sana. Ni wanamuziki wakati watakuwepo, Kajala anajiandaa kuwapa burudani wakina mama na wale ambao watapenda kuja kushangilia, kuachana na picha ambazo watazipata wakiwa na wewe. Champagne, utegemee nini? Je, ni kwa biashara ama unataka kumteka tu soko ya Tanzania ama ni mapenzi ya Kenya? Asante sana. Kwanza tufurahi sawa kwa kuona star mkubwa kutokea Tanzania tuko naye hapa. Nadhani wengi mnamfahamu Kajala. Kajala sio leo tu. Kajala anatoka zamani. Kitambo sana. Mafilamu depuis Kanumba. Yaani ni star wa depuis kitambo sana. Mimi nimemfahamu bado sijaanza imba. Na nilikuwa nampenda toka hicho kitambo. Wakati namuona tu mara ya kwanza mfilamu, maana yake jasho linitoka sana. Na leo sio kama mliremarke, mwezi kama mliona. Sio kama mliona, bado anambembesa usikipanguze jasho. Mliona jasho kwa mingi yaani hapo mwingine tu ningesimia. Juma yake nilikuwa na Mariamu haya ya ajabu kumuona tu. Sasa hapa sio kusema semeo tuko mambo ya kiki au mambo sijui ya nini, hapana. Nampendaga pia nampenda na nitaendelea kumpenda mpaka siku nitakufaka tu ndakuwa nampenda. Nadhani nimejibia swali lingine. Asante sana. Tuendelee kuuliza maswali kuhusiana na Women's Day Party ambayo imemwalika Kajala Citizen Corner tuweze kutuma maswali kule. Kuna dada hivi mmoja alikuwa anataka aulize swali kutoka Roy TV, tuweze kumsikiliza dada. Wanaume wengi wameuliza. Unaweza kusogea hapo mbele ukauliza swali dada yangu. Karibu sana. Nashukuru sana. Kajala, swali langu ni moja kuhusu kama mwanamke mwenye ya kujiamini. Vitu vitatu unaweza ukashauri wanawake wengine ili waweze kusherehekea Women's Day kama wanawake, sio tu kusherehekea kwa kushoboka, ila washerehekea kama wanawake. Kusherehekea siku ya wanawake duniani, wanawake tunatakiwa tujitambue, tujue nini tunataka, tufanye kazi, tupende familia, pia tufuate mioyo yetu. Yeah. Wanawake ambao bado wanategemea sana wanaume, kufanya kazi. Kuna wanawake wanasema nikipata mwanaume mwenye kunihudumia basi namjua. Na wewe mwanaume kidogo kwa kunihudumia mambo ya kusimama. Yaani wanawake wanaotegemea wanaume. I think tuko kwenye dunia saizi ambayo haitakiwi kumtegemea mwanamume. Yaani wote mnatakiwa muende 50-50. Nadhani ndio mapenzi yanapendeza zaidi. Ukimtegemea sana mtu, mwisho wa siku anakuchoka, anakutafutia sababu, then inaishia hata kama mnapendana vipi.
Kwa hiyo lakini wewe ukitoka ukienda kutafuta na yeye akitoka kutafuta, wote mkileta katikati, au wewe unarudi unamletea mume wako zawadi, naye anajisikia. Kwa hiyo wote tutafute. Kuna watu wengi wanafanya ndoa kuwa lakini kwenye kuna wadada wa kizazi wachanga wanakuwa wanasema yani kuolewa hicho kigezo cha yani kufika kwa maisha au nao. Yes, ni wanawake wengi sana wapo ambao yani wanahisi kwamba akishaolewa yani ndoto yake ni kuolewa. Ndio amefanikiwa. Lakini mimi sidhani kama ni kitu cha muhimu sana. Kama umepata mtu ambaye anakupenda, mnapendana, yes, mnaoana. Lakini kama usiforce yani ndoa tu uonekane na dunia umeolewa, hapana. Yeah. Nashukuru sana kwa swali lako nzuri dada. Umeweza kuuliza maswali mazuri sana. Nilikuwa napenda maswali kama hayo, yanafunza maswali mazuri sana. Tunataka tumpokee mtangazaji kutoka Puja FM, mtangazaji ambaye ameweza kufika kwenye hili tukio, anaitwa Ami Bro MC. Unakaribishwa sana kwa swali nzuri ambalo utakalouliza kuhusiana na Citizen Corner, tuweze kusikiliza. So baada mobili cha kwanza iko hapa kama nyingine entreprise zote zenye mmeona nimepotea sponsor nikizani na conference mengi yenye mnaona shafanya anafanya tunakuwepo na sisi, yani kila anachofanya tuko nyuma yake na kila tunachofanya kila siku wako nyuma yetu. Yeah, so supportiana shakuwa kama mchoko wa familia. Alafu baada mobili nafanya nini? Baada mobili tuna maservice mengi sana tofauti, na kwa sasa tuko na application ambayo inapatikana kwenye Play Store ya baada mobili. Ukiingia pia unakutana na logo yetu, sababu kuna watu wanaweza kukutana zingine ina majina kama yetu. Alafu tuna service ya kwanza ambayo ni service ya marketing kwa message. Yani tunatuma message za kawaida yani kwa mfumo wa marketing, sio kama hii ya kusoma unaangalia tu hapa. Yani unasoma labda information za kampuni fulani, unasoma labda kama hivi vimeleta kajanga, unaweza kukuta kwenye message place ambayo ile mwenyewe kesho itakuia. Yani kwenye message yako tuko kote uliko inakufikia, na tuna uwezo wa kutumia message hizo Burundi nzima. Lakini kampuni ambayo tunatumika nayo ndio inaweza kuchagua kitu tunaita target slash, unasema mimi tutaki Burundi nzima, lakini nina target yangu labda Kagara, Mtamse, labda nina target yangu ni Florence, ndio tunapata nyingi watangazaji mtu mtandao evenement karibuni sana, unaweza mkasema evenement kapea sehemu fulani, kwa hiyo tutumie labda target zilizoko karibu na ile sehemu ambayo inakuja evenement. Pia kama mnaona leo hapa tunatumia kinywaji wa Konvino kwa sababu nao tunatarajia kutumika nao na tutaanza leo. Kutumika nao kwa hiyo njia ya kuweza kutuma message na kujieleza kitako kwa haraka na watu wengi kwa pamoja. Alafu kwenye application yetu kuna service nyingi mbalimbali. Kuna booking ya doctor, ambapo tena na ulazima wa kutoka nyumbani ndio uweze kutoa appointment kwa doctor. Utakuwa unachukua simu yako, unapita kwenye application ya Waza Mobile, unabook doctor unayemhitaji, unafanya. Na service ya pili itakuwa ni booking ya assurance. Unanunua assurance en ligne kupitia application yetu na wanakuletea popote ulipo. Na tatu ndio ya mwisho ya kununua maelezo ya Salatus na StarTime kupitia WhatsApp yetu. Pia huko unatuma 0 WhatsApp yetu namba ni 61 au unapitia application pia unaona zile subscription kisha download, unapitia pale unaweka decoder yako popote ulipo, uwe usiku mchana uko kazini umelala, unaandika na yako yanakufikia. Asante sana kidogo. Kuna utaratibu hapa kaka. Kwa sababu bado na kupata kilo kutoka mpini. Kutoka benki kutoka PMU. Tuko hapa tunaona kuko
imechangia kuweza sasa siko live, lakini kuna nyingine ambayo tunaona kama kwa mobile Waza mobile. Tutakuulizia kuhusu samahani kidogo, waandishi wa habari ambao kwa nyuma tunaomba muoneshe ule utulivu kama kawaida tuweze kuendelea kitu cha tickets na jinsi watu wanaweza kuingia. Asante sana kwa swali lako. Tickets ziko tayari. Kwa sababu kwa wale ambao wanabook meza tayari wameshaanza kutengeneza na mlio. Alafu kwa wale ambao wanataka kununua tickets zitapatikana kwa sababu kwa flyers zetu na manamba ule ambaye anataka tickets tunanunua tickets. Ya kwa tickets tunapiga simu na kuelekea kuna ambao wanatoka Kongo wako wananunua tickets ya mobile money na wako wanakuja, lakini mlango ya watu wote watapitia hapo mlango wa chini, sio mlango wa juu, mlango wa chini kubichi ya ndo mnapita huko chini, alafu ndo mnaingia wote, mtapita kwa mlango ya juu na kuingia. Lakini tickets ziko tayari na zinauzwa sasa hivi. So, ni swali baada ukatalia bobe. Asante sana. Tunamaliza kwa sasa, muda unaisha. Asante ya mikro, ulisema una swali, muda unaisha kabisa. Asante sana, tunashukuru kwa kila mtu ambaye ametokea kwa siku ya leo. Kitu kizuri sana, umefanya vizuri kufika hapa Women's Day Party, kwa kuweza kufika hapa waandishi wote wa habari. Tunawashukuru sana na tunashukuru tena Kajala kufika, na tulikuwa tunaomba Mr. Champagne uweze kumalizia kidogo kwa kumalizia na kufunga kipindi.